Mungu wetu leo anataka kukwambia kwamba ataibeba huzuni yako unayoipitia leo. Amen. Unaweza ukawa unapitia changamoto nyingi, umaskini. Usiku ukifika unasema leo nitalalaje? Ikifika asubuhi unasema mimi nitakula nini? Unasema leo nitafanya nini? Kazini kwangu watanielewa, ofisini kwangu watanielewa, katika familia yangu mimi nitaonekana vipi? Lakini Mungu leo anataka kukwambia kwamba ataibeba huzuni yako. Amen. Tusome katika kile kitabu cha Isaya 41 na ile aya ya 10. Biblia inasema, amen, usiogope kwa maana mimi ni pamoja nawe. Usifadhaike kwa maana mimi ni Mungu wako. Nitakutia nguvu, naam nitakusaidia, naam nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Unapokuwa unapitia katika changamoto, katika huzuni, katika matatizo mbalimbali, sio kwamba Mungu amenyamaza, hapana. Mungu wetu hajanyamaza, anakusikia. Na kuna mengine Mungu anayaruhusu kwa sababu ukipitia katika ile changamoto au ukapitia katika ule ugumu, Mungu atainuliwa baada ya kuwa umeshinda ile changamoto. Tunaona katika kitabu cha Luka, yule mwanamke ambaye alikuwa anatokwa na damu miaka 12. Kama tu siku 3 au siku 4 zinaweza zikamchosha mtu akajisikia vibaya, akajiona kama kutengwa. Iweje mtu anatokwa damu kwa muda wa miaka 12 na ni mfululizo? Bwana Yesu apewe sifa sana. Ingekuwa ni katika hali ya kawaida, Mungu hayupo pamoja naye, wenda angekufa kabisa, kwa sababu damu kila siku inamtoka, na mwanadamu ana damu tu ni chache ya kawaida ambayo inamlinda. Lakini Mungu pamoja na yeye yote aliendelea kumpigania, na yule mwanamke alipoazimia moyoni mwake kwamba nikigusa tu pindo la vazi la Yesu nitapona, na kweli akapona. Kwa hiyo Mungu wetu ni mwaminifu katika matatizo, katika shida mbalimbali, haijalishi zina ugumu kiasi gani, lakini Mungu wetu hajatuacha hata dakika moja. Anatusikia na anaona yale ambayo tunapitia, anaona yale machungu ambayo mtu anapitia, anaona ile huzuni ambayo unaipitia. Ndiyo maana kwa kutupenda kule, ukisoma kitabu cha Yohana 3:16 anasema kwamba kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Kwa hiyo Mungu alijua kuwa tuna huzuni. Na tukiangalia pale kipindi Yesu anakaribia kuondoka, aliwaambia wanafunzi wake kwamba duniani mnayo dhiki nyingi, lakini msiogope, jitieni moyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo anaposema huzuni nyingi, ni huzuni nyingi kweli kweli. Huzuni zipo. Unaweza ukawa unapitia katika changamoto ambayo hata ungemwelezea binadamu atakuchoka tu. Kama unapitia katika matatizo, binadamu tuna tabia ya kufadhiliana na kupendana, lakini kuna wakati ukifika mwanadamu anasema huyu naye amenizoea, huyu naye nimemchoka, huyu naye ana shida gani? Lakini Mungu wetu popote pale unapomuomba, unapokuwa katika shida mbalimbali, unapokuwa katika hali ya maumivu, uchungu na huzuni, Mungu wetu bado anakuwazia yaliyo mema, na bado ana mpango wa kukusaidia kuibeba huzuni yako. Bwana Yesu atusaidie sana. Kuna mambo ya kuzingatia. Unaweza ukawa unasema kwamba nina huzuni, lakini leo nataka nikwambie kwamba, au nikuletea habari njema kwamba huzuni yako au tatizo lako lolote unalolijua, hata lile ambalo umeshindwa kumwelezea mwanadamu wa yote yule, Mungu analijua na anafanya hivyo au analiachilia kwako, kwa sababu anakupima na anakujaribu, na anaona kabisa huyu mtu nikimpa hili tatizo, huyu mama Pita nikimpa tatizo fulani, au ana nikimpa tatizo fulani, ili tatizo analiweza. Ijapokuwa kwa akili ya kibinadamu tunaweza tukaijiwa na ile roho ya manunguniko kwamba kwa nini Mungu ananifanyia hivi? Kwa nini Mungu ameniweka sehemu fulani kwa ajili ya mateso? Kwa nini mimi Mungu ameniweka hapa kwa ajili ya kupitia shida mbalimbali, matukano, matusi, kudharauliwa, kuonewa na kuonekana sifai? Lakini katika yote hayo tambua kwamba Mungu anajua mwanzo mpaka mwisho. Unaweza ukawa sehemu fulani unasema kwamba hapa nilipo mimi katika hii kazi, nikikaa kwenye hii kazi, mwisho wa siku mimi nitafanya hivi, nitafikia hapa, kwa akili ya kibinadamu. Isaya 55 na ule mstari wa 8 anasema kwamba maana mawazo yangu mimi si mawazo yenu, wala njia zenu nyinyi si njia zangu. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo katika yale matatizo tunapitia, nienda kwenye familia, kwenye masomo, kwenye biashara, kwenye kazi, na unafika sehemu nyingine unaona kabisa kama Mungu amekuacha. Lakini Mungu wetu anasema kwamba kwa maana njia zenu ninyi, yaani mawazo yetu sisi tunavyowaza sio kama anavyotuwazia sisi. Kwa sababu katika kupanga unaweza ukapata kazi nzuri
sana, alafu kikafika kitambo kingine Mungu akakuondolea ile kazi. Sasa kwa akili ya kibinadamu, kwa sababu binadamu tuna tabia ya kunungunika, unasema hivi, Mungu kweli mimi ni wa kuniweka sehemu fulani alafu tena ukaja kuniondoa, ni wa kunipa kitu fulani alafu ukaja kuniondoa? Lakini Mungu yeye amebahatika kujua mwisho. Siku moja akawa na usikiliza ushuhuda wa mtu mmoja, akasema kwamba unaweza ukawa unalalamika kwamba nimefanya interview nyingi, nimekosa kazi, na labda umeenda sehemu unaona kabisa kwenye kufanya ile interview umefanya vizuri kabisa, majibu umejibu vizuri, lakini panapokuja kutoka zile selection, yale machaguo, unaonekana kwamba haujapita kwenye kazi fulani, au haujapita katika tatizo fulani, haujashinda. Ni kwa sababu gani? Yule mtu akasema kwamba unaweza ukawa unanungunika, lakini kumbe Mungu alijua wale watu ambao wanakuita kwenye interview ya kazi, kuna vitu wamepanga kwamba hichi kiti atakuja atakikalia mtu, lakini baada ya miaka miwili huyo mtu atatakiwa awe kafara yetu au atatakiwa kufa. Lakini kwa sababu ya mwanadamu nasema mbona ile kazi ilikuwa inanifaa, kazi yenyewe naiweza, interview nimefanya vizuri, unanungunika. Kumbe kwa sababu Mungu anajua hatima yako na anajua hatima ya wale watu ambao walikuwa wamekuita kukupa kazi, anaamua kukatilia mbali ile kazi usiipate. Japo katika akili ya kibinadamu tunaumia sana. Kuna hoja kadha wa kadha tutazijadili kuhusu namna gani Mungu anaibeba huzuni yetu. Maisha ya mwanadamu yamejawa na nyakati za huzuni na nyakati za furaha. Lakini Mungu mwenyewe au Yesu Kristo amethibitisha waziwazi akasema kwamba duniani mnayo dhiki nyingi, jipeni moyo, maana alijua dhiki zipo. Lakini nyingi huwa zinaachiliwa kwa sababu ya kutupima sisi imani zetu, jinsi gani tutaendelea kukaa mbele za Mungu. Kuna jaribu lingine likitokea kwenye maisha yako, huwa linatokea kwa ajili ya kukupushi, kukusukuma kutoka hiyo sehemu ulipo kwenda sehemu nyingine. Hujawahi kuona mtu anapitia shida, lakini kwa sababu anajua Mungu ni nani kwake, anasema kama Mungu uliweza kunishindia lile, ninaamini hata hili utanivusha. Kwa hiyo mengine yamesimama kama ushuhuda, japo inaonekana ni huzuni kwenye maisha yetu. Kwa muda wenu mtajisomea Mhubiri 3 kuanzia ule mstari wa 1 hadi wa 8. Hapa nataka kukwambia nini? Mungu wetu anajua kuwa zipo nyakati nyingi tunapitia, nyakati za huzuni na nyakati za furaha. Ndio maana kwenye hicho kitabu cha Mhubiri 3 ukianzia pale mstari wa 1 hadi wa 8, anasema kwamba kwa kila jambo kuna majira yake na wakati wa kila kusudi chini ya mbingu. Kwa kila kitu kinachoachiliwa kwenye maisha yako kinaweza kikawa ni katika ugumu au ni katika machungu au ni katika furaha, lakini tambua kwamba kila kitu kinapokuja kwenye maisha yako, ile roho ya kukataliwa inapokuja kwenye maisha yako, roho ya kukosa kazi inapokuja kwenye maisha yako, au kwenye familia au na amani, unapitia tatizo, unatamani kufika sehemu fulani kiuchumi haufiki, ni kwa sababu tu kila kitu kinaachiliwa, kina wakati wake, na kuna wakati ukifika kitaondoka. Anasema kwamba kuna wakati wa kupanda na kuna wakati wa kung'oa. Wakati wa kupanda unaweza ukawa unapitia katika shida mbalimbali, unasema ngoja niwekeze sehemu fulani. Unapowekeza kuna wakati tu utatakiwa kutumia vile vitu, utakuwa una furaha. Lakini anasema kuna wakati wa kulia na kuna wakati wa kufanyaje, wa kucheka. Kwa hiyo kwenye maisha ya mwanadamu kuna wakati unapitia machungu yanayokutoa machozi kiasi kwamba hamna yeyote anayeweza kukuelewa isipokuwa Mungu peke yake ambaye ameachilia hicho kitu. Kwa mfano tunaweza tukajifunza kwa Ayubu. Ayubu kipindi kile anapitia katika matatizo, angekuwa ni mwanadamu wa leo kwamba umepoteza watoto, umepoteza mifugo yote, umepoteza mali zote, bado mpaka mke wako aliyemwamini ambaye anaitwa ni mmekuwa mwili mmoja anakuambia si umkufuru Mungu ufe. Kwa hiyo ni kwamba unapopitia katika shida, zipo nyakati za huzuni, lakini kuna nyakati pia za furaha zinakuja. Kwa sababu katika Zaburi ya 51 Mungu anasema kwamba nitakurejeshea furaha ya wokovu wako. Katika yale machungu unapitia, katika zile nyakati ngumu, katika zile nyakati za kulia, katika zile nyakati za kutafuta au pati, kikubwa jinyenyekeze kwa Mungu. Endelea kutambua kwamba Mungu ambaye amekufikisha hapa, ukatambua kwamba kuna watu huko wanateseka. Kuna mtu akija akakusimulia hapa tatizo lake analolipitia, aidha katika ndoa au katika masomo au katika kazi, unaweza ukasema mbona mimi siteseki kabisa. Kwa hiyo zipo nyakati kwenye maisha yetu tunapitia, ni za huzuni, ni za machungu, ni za maumivu. Unapitia nyakati mpaka umepoteza ndugu zako. Kuna mtu akisimama atakwambia mimi nilipoteza ndugu wote, sina hata mmoja.
mmoja, nimebaki peke yangu. Na sio kwamba amepotea tu kwa kumtenga, wamekufa kabisa, amezika. Lakini Ayubu katika kipindi kile alichokuwa anakipitia cha magumu, bado alipoendelea kumtumaini Mungu, akaamini kwamba Mungu anaweza kunivusha katika hilo, alizidishiwa mara 2 yake. Utasoma kwenye kitabu cha Ayubu 42 ule mstari wa 10, ambapo Bwana alimrejeshea kila kitu mara 2 yake. Biblia inawasifia watoto wa Ayubu kwamba walikuwa ni binti warembo sana, lakini Mungu alimrejeshea mara 2 yake baada ya wale binti kuwa wameondoka. Sasa kuna katika kupitia changamoto, ulimwengu unaweza usikutambue kabisa. Unaweza ukawa unalia, unasema mimi sina mtoto miaka mingi, au mimi katika kazi yangu ninapitia machungu. Kuna mtu anaweza kukataliwa mpaka kazini kwa gani, kila kitu yanakuwa anaonekana hafai, au katika familia, au katika kazi, yaani katika kila jambo unaweza ukaonekana haufai kwa mtu yoyote. Ila tambua kwamba Mungu aliyekuita anakujua na ataibeba huzuni yako. Sasa wakati mwanadamu wameshindwa kukuelewa au wameshindwa kuibeba huzuni yako na wameshindwa kukusaidia kwa lolote, kuna mambo unatakiwa kuyatambua kwenye maisha yako. Jambo la kwanza ni kwamba mawazo ya Mungu si kama mawazo yetu. Bwana pewe sifa sana. Amen. Mungu wetu anatuwazia mawazo yaliyo mema. Katika Yeremia anasema kwamba ninayajua mawazo ninayowawazia ninyi, ya kwamba ni mawazo ya amani, yatakayowapa tumaini katika siku zenu za mwisho. Siku zetu za mwisho ni zipi? Aongelee zile siku ambazo tutakuwa tumelala mavumbini. Hapana. Tumaini siku za mwisho. Kuna wakati unafika, unasema mimi Mungu tu heri na anichukue kwa sababu ya hili tatizo ambalo ninalipitia, au kwa sababu ya haya machungu ambayo ninayapitia, kwa sababu ya haya maumivu ambayo ninayapitia. Kwa sababu unaweza ukasema kukicha sijui nitakula nini, kukiwa usiku sijui nitalala wapi. Ukienda labda kazini haupati ile furaha, haupati ile amani. Wewe moyo wako kila wakati unasononeka, umejaa machungu na maumivu. Lakini unachotakiwa kutambua ni kwamba mawazo ya Mungu si kama mawazo yetu. Wakati wewe unaona kitu fulani ni heri, maana Biblia inasema kwenye Mithali kwamba kila njia ya mtu ni sawa machoni pake mwenyewe, lakini mwisho wake ni ubatili. Unaweza ukawa unaona kwamba njia fulani nikipita ni sahihi kwangu, au nikifanya kitu fulani naweza nikafikia hatima yangu, lakini kumbe ile njia sio sahihi na kila unachokiendea. Kwa Mungu anaruhusu kwa kitambo fulani upitie huzuni, upitie uchungu, ili ujifunze kwamba mawazo ya Mungu hayawezi yakafanana na mawazo yako unayoyawaza. Ndio maana katika yale matunda ya Roho kuna tunda moja linaitwa ujasiri na tunda nyingine linaitwa uvumilivu. Hayo matunda ukiwa nayo yatakusaidia kufika pale Mungu ambapo anatamani kufika, na ndipo utatambua kwamba kweli Mungu ameichukua huzuni yako. Lakini jambo la pili la kuzingatia, wakati mwanadamu ameshindwa kukuelewa, unatakiwa kujua kwamba yasiyowezekana kwa wanadamu kwa Mungu yanawezekana. Tusome kitabu cha Luka mtakatifu ile sura ya 18 na aya ile ya 27. Akasema yasiyowezekana kwa wanadamu yanawezekana kwa Mungu. Hapa ni kipindi ambacho kuna mwanafunzi alimuuliza Yesu, akamwambia Yesu, nifanye nini ili nikufate? Akamwambia uza ulivyo navyo ukawape maskini. Wakasemezana pale wanafunzi, wakasema hivi mtu aweza kuokoka? Maana kwa akili za kibinadamu alitafakari, mimi niuze kila kitu nilicho nacho alafu nimpe maskini. Yesu akamwambiaje? Akasema yasiyowezekana kwa wanadamu kwa Mungu yanawezekana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa kile kitu ambacho unaona huzuni yako imeshindikana kwa kila mtu, kwa sababu mwanadamu, mfano na uhitaji wa kitu fulani, au mimi labda tuseme hata angekuwa mzazi wangu, kila siku namwambia baba, naomba hela labda nikanunue nguo fulani, au naomba hela nikanunue viatu fulani, au naomba hela nikanunue kitu fulani. Kivyo vyote vile nikikaa namwambia mara kwa mara, atanichoka. Lakini Mungu wetu hawezi kukuchoka hata hatua moja, hata dakika moja. Mwanadamu ukikaa unamuomba anakuchoka. Tunaona kama yule mwanamke ambaye alijiwa na wageni. Alipojiwa na wageni akawa anaenda kwa mtu fulani kugonga. Anagonga saa nyingi sana. Yule mtu mpaka akakelekwa, akasema ngoja nitoke nimpe mikate aondoke. Ni kwa sababu gani? Hakumpa kwa sababu anapenda, ila alimpa kwa sababu yule mtu anaendelea kumkera na kumuudhi. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa hiyo kuna wakati mwanadamu anaweza kukupa kitu kwa sababu umemng'ang'ania, kwa sababu
Mungu wetu. Mungu anakupa kitu moyo wake ukiwa safi, kwa sababu mpaka kadiriki kumtoa mwanae wa pekee. Ni binadamu gani ambaye kwa maisha tunayoyaishi anaweza kawa labda tuseme ana binti mmoja au ana kijana mmoja, alafu uende useme mimi sina mtoto, naomba unisaidie kunipa mtoto fulani, anisaidie labda katika changamoto mbalimbali, au aje anisaidie hata kufanya kitu fulani kwangu. Mtu kama ni mtoto wake wa pekee hawezi kukupatia, lakini Mungu kwa kutupenda aliamua kumtoa mwanae wa pekee ili afe kwa ajili yetu, ili azibebe huzuni zetu, ili abebe changamoto zetu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Tunaposema yasiyowezekana kwa wanadamu, kwa Mungu yanawezekana. Tunaweza tukajifunza kwa yule Lazaro ambaye alikuwa amekufa alafu ananuka, hafai kabisa, lakini Yesu akamwambia yule Martha kwamba wamfungue, maana anaweza kuwa hai tena. Kwa katika changamoto ambazo unaona zimeshindikana, unahisi kama kuna vitu vimefishwa ndani yako, unahisi kama kuna machungu unayapitia kwenye maisha yako, amini kwamba kama Mungu aliweza kumfufua Lazaro ambaye alikuwa amekufa na nuka, anaweza kufufua hata vilivyokufa katika maisha yako. Anaweza akafufua tena kabisa uchumi wako, anaweza akafufua tena elimu yako na vipawa vyako na karama zako ambazo zimepotea. Lakini jambo la tatu ni kwamba neema ya Mungu, tambua kwamba inatosha. Unapokuwa umetambua kwamba katika changamoto unazozipitia, katika magumu yote ninayopitia, haijalishi ni ya namna gani, haijalishi nitatengwa kiasi gani, haijalishi nitatukanwa kiasi gani, maadamu mimi niko sawa sawa na Mungu, neema ya Mungu inanitosha. Tunamuona yule Musa wakati wanapitia changamoto, wana wa Israeli. Wana wale wa Israeli wakasema kwamba sisi tunataka tukazungumze na Mungu wetu uso kwa uso. Musa naye akukataa, akaenda akamwambia Mungu kwamba watu wanataka wazungumze na wewe uso kwa uso. Lakini cha ajabu ni kwamba kwa sababu neema ilikuwa juu ya Musa, ndiye aliyekuwa anaweza kuzungumza na Mungu. Wale watu walipolazimisha, kweli Mungu akasema waambie wavue viatu vyako, wawe watakatifu, alafu waje wazungumze na mimi. Wale watu walishia tu kutishiwa kwa radi na ngurumo za kutisha. Kwa sababu gani? Ile neema ya kuzungumza na Mungu ilikuwa juu ya Musa peke yake. Kwa hiyo unapokuwa umetambua kwamba ninachokipitia, neema ya Mungu peke yake inanitosha, hakuna mwanadamu yeyote anaweza kukusaidia isipokuwa ameambiwa na Mungu akusaidie, isipokuwa ameachiliwa na Mungu akusaidie. Ndio maana unaona kuna watu kweli walikuwa na huzuni labda za umaskini, za kupitia changamoto mbalimbali, wana changamoto za kukosa kazi, wana changamoto za kukosa watoto, lakini kwa akili zao, kwa sababu ni Warumi kama sikosei 1:38 anasema kwamba na kama walivyokataa kuwa na Mungu katika fahamu zao, Mungu aliwaacha watumie akili zao zisizofaa wafanye mambo yasiyostahili. Hii ni kwa maana gani? Unaweza ukawa unapitia huzuni na changamoto, ila kwa sababu umeamua kumkimbilia mwanadamu na kumtegemea mwanadamu, Mungu anakuacha utumie akili zako hizo hizo ambazo umeamua kwamba kila kitu unakiweza, ambazo umeamua kwamba unaweza ukafika sehemu fulani bila Mungu. Alafu hizo akili zako sasa mwisho wa siku wengi zimewapelekea umauti, zimewapelekea kupoteza vipawa vyao na karama zao, zimewapelekea kupoteza mpaka kupata watoto, zimewapotezea mpaka amani katika familia zao, kwa sababu wameamini akili zao kuliko kuikimbilia ile neema ya Mungu. Kwa hiyo tumtegemee Mungu. Sisemi kwamba Mungu atumii mwanadamu kumsaidia mtu, lakini Mungu anamtumia mwanadamu ikiwa yeye peke yake ameamua, lakini sio wewe umetumia akili zako kumtafuta yule mwanadamu wa kukusaidia. Bwana atusaidie sana. Kitu kingine ni akili zetu zikifika mwisho, Mungu ndipo anapoanzia. Unaweza ukawa umepitia huzuni mbalimbali, unapitia katika shida mbalimbali, unapitia katika changamoto ambayo unaona kabisa kwa akili zangu hii hapa. Kuna mwingine anafika wakati mpaka anasema Bwana Mungu, kwa haya magonjwa mimi naona uniondoe kabisa, nife nisihesabike kama nipo duniani. Ndio maana unaweza kukuta mtu anatembea lakini ndani mwake hana ile amani ya moyo au hana ile furaha ya wokovu wake. Kwa sababu gani? Akili zake ameamua kuzitumia. Lakini unapokiri ya kwamba akili zangu mimi zinapoishia katika kufikiria kitu fulani au katika kufanya kitu fulani, ndipo Mungu wangu anapoanzia. Tukisoma kitabu kile cha Kutoka 14:14, Mungu alimwambia Musa, akamwambia kwamba awaambie wana wa Israeli kwamba mimi nitawapigania ninyi nanyi mtanyamaza kimya. Kuna wakati unafika vita unayoingia au vita unayoiona mbele yako, kwa akili zako na kwa mawazo yako hauwezi kabisa, lakini Mungu anasema kwamba
nitakupigania nawe utanyamaza kimya. Kumbe kuna wakati ukifika, ukiona una huzuni, una changamoto, iwe ni katika kazi, ni katika masomo, ni katika biashara, ni katika familia, tambua kwamba Mungu kuna wakati atakupigania na wewe utanyamaza kimya. Kwa hiyo kuna wakati hatutakiwi kutumia akili zetu wenyewe. Tunatakiwa kusubiri na kusikiliza Mungu anasema nini katika hilo unalolipitia. Bwana tusaidie sana. Mungu alimwambia Yeremia ya kwamba tazama, mimi ni Mungu wako, ni Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna neno lolote gumu kwako nisiloliweza? Kumbe kwa Mungu kila kitu kinawezekana. Kikubwa ni sisi kuamini na kukaa safi mbele zake. Kila kitu kinawezekana. Kila changamoto inaweza kuondoka. Magonjwa yaliyoshindikana yanaweza kuondoka. Unaweza ukawa unasema mimi nimepitia magonjwa ya muda mrefu. Kama ni pressure ni ya muda mrefu. Kama ni vidonda vya tumbo mimi nimepitia muda mrefu. Lakini utakapotambua kwamba kwa Mungu kila kitu, maana mimi ni mtu mwenye mwili. Amesema kwamba tazama, mimi ni Mungu wa wote wenye mwili. Na unajua kabisa una mwili ambao unaweza ukaharibika muda wowote ule. Lakini anasema, je, kuna neno lolote gumu kwako nisiloliweza? Kwa hiyo tukimtumaini Mungu na tukaamini kwamba kwa Mungu kila kitu kinawezekana, Mungu wetu anaweza kutusaidia kuzibeba huzuni zetu ambazo tunapitia. Kitabu cha Kutoka 14 na ile aya 21 hadi 22. Biblia inasema, Musa akanyosha mkono wake juu ya bahari. Bwana akaifanya bahari irudi nyuma kwa upepo wa nguvu utokao mashariki usiku kucha. Akaifanya bahari kuwa nchi kavu, maji yakagawanyika. Wana wa Israeli wakaenda ndani kati ya bahari katika nchi kavu, nayo maji yalikuwa ukuta kwao mkono wa kuume na mkono wa kushoto. Amina. Tumesema kwamba akili zetu zinapofika mwisho, Mungu hapo hapo ndipo anapoanzia. Unapoona kwamba katika hili mimi siwezi, unanyosha mikono kwa Mungu, unamwambia Mungu, katika hili bila wewe hapa mimi nakufa, au bila wewe napoteza kitu fulani, naomba uingilie kati. Tunaona wana wa Israeli ilifika wakati wakafika mwisho. Adui yupo nyuma na kukimbiza. Alafu walipofika sehemu bahari ya Shamu ikawa imejaa maji. Wanasema hapa tunapita wapi? Wana wa Israeli wakaanza kunungunika kama kawaida yao. Walikuwa na manunguniko. Wanamlalamikia kiongozi wao. Wanamlalamikia yule Musa. Wakamwambia, sisi tunafanyaje? Sisi tunapita wapi? Kwanza tukikumbuka Misri, tulikuwa tunakula asali, tulikuwa tunakunywa maziwa, tulikuwa tunakula vitu vizuri sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Lakini yule Musa kwa sababu alijua kama Mungu ametenda mpaka amewatoa katika Misri, amewafikisha pale walipokuwa wamefika, hata hili linawezekana. Musa akamlilia Mungu na Mungu akamwezesha kukausha ile bahari ya Shamu. Katika akili ya kawaida haiwezekani kabisa kwamba mimi niende labda ziwa Victoria au niende katika bahari ya Hindi nikaiambie nyamaza, kama sina Mungu haiwezekani kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ile bahari ikanyamaza kimya, ikaachilia njia, wana wa Israeli wakapita. Baada ya kupita, adui zao wakaja kuingia katika yale maji. Maji yalirudi, adui zao wakadumbukia. Hii inatufundisha nini? Unaweza ukawa unapitia katika magumu. Ukiangalia nyuma watesi ni wengi sana. Na ukiangalia mbele ulipofikia ni kama ni kikomo kabisa. Unasema hapa mimi peke yangu siwezi. Hapa Mungu akiniacha hata dakika moja, mimi maisha yangu yameishia hapa. Lakini Mungu ana uwezo wa kupiga adui zako na baada ya kutengenezea njia pasipo na njia. Twende tukaone mifano ya watu ambao Mungu amebeba huzuni zao kwenye Biblia. Kuna watu ambao walipitia katika changamoto mbalimbali, walipitia katika magumu mengi, lakini kwa sababu walitambua kwamba Mungu ni nani, Mungu aliweza kubeba huzuni zao, nao wamebaki kama historia kwenye Biblia ili sisi tujifunze kwao. Mtu wa kwanza alikuwa anaitwa Hana. Kwenye kile kitabu cha Samueli wa kwanza, ile sura ya kwanza na ile aya ya 10. Lakini ukitaka kuelewa vizuri unaweza kuanzia hapo nyuma ukasoma ile historia ya Hana. Yule Hana alikuwa na tatizo la kupata mtoto muda mrefu sana, na mbaya zaidi alikuwa ameolewa na mke mwenzie. Na kama mnavyojua, kama mtu ameolewa sehemu fulani alafu ana mtu mwingine amemkuta kwenye ndoa au yeye amekutwa, kuna namna kama Mungu hayupo pale au kama wale watu wataamua kumfuata Mungu, hawawezi wakakaa kisawa sawa. Sasa katika zile changamoto walizokuwa wanazipitia, yule Hana bado Mungu alikuwa amemfunga tumbo.
Kumbe kuna mambo mengine Mungu anaweza kaachilia kwako kwa sababu ni wakati unatakiwa upitie, au kwa sababu anataka mwisho wa siku Mungu peke yake apate utukufu. Kwa hiyo Mungu alikuwa amemfunga yule hana tumbo. Alipokuwa amemfunga, akawa anaenda kuomba, anamuomba Mungu sana. Anamuomba Mungu kiasi kwamba ilifika wakati, ndio maana nimwambia kuna mambo utapitia mpaka mwanadamu hata yule wa karibu yako hawezi kukuelewa. Mume wake Hana alishindwa kumuelewa kabisa kwa sababu alikuwa na changamoto ya mtoto. Akawa anajinyenyekeza kwa Mungu akimuomba kwa bidii sana. Mpaka ikafika wakati mume wake akamwambia, "Wewe utalewa mpaka lini?" Akimaanisha kwamba amelewa, lakini alikuwa amemlewa Roho Mtakatifu. Yuko ananena na mtafuta Mungu kwa bidii kwa sababu ya ile huzuni ambayo alikuwa anaipitia. Na Mungu wetu kwa sababu anyamazi, akamsaidia Hana, akampata mtoto wa kiume ambaye alikuwa anaitwa Samueli. Kwa hiyo kumbe yale ambayo kwa wanadamu hatueleweki, kuna watu ambao Mungu amewatendea ambao wamebaki kama kutufundisha. Unaweza ukajiuliza kama Mungu aliweza kumtendea yule Hana ambaye amepitia tatizo la mtoto muda mrefu, mimi ni nani? Lakini Mungu wetu hajaishia hapo. Yule mwanamke ambaye alitokwa na damu miaka 12 usiku kucha mfululizo, na bado angekuwa anapitia, lakini wale watu wakampenda, basi wale watu wakamuona kama sehemu ya maisha yao. Hapana, alikuwa anapitia katika magumu yote na bado alikuwa anatengwa, kwa sababu zamani mtu angeonekana na ugonjwa kama ule alikuwa anapondwa mawe mpaka kufa. Lakini yeye aling'ang'ana katika mkutano mkubwa, akaazimia kwamba mimi leo, akawa na imani moyoni kwamba mimi leo tunaamini nikienda nikagusa tu pindo la vazi la Yesu mimi nitapona. Alipokuwa anapita ule mkutano ulikuwa na watu wengi sana, lakini akasema mimi nitaenda. Na kwa sababu alikuwa anapitia katika changamoto isiyokuwa ya kawaida, ambayo alipopita katika watu wengi akagusa pindo la vazi la Yesu, Yesu akasema kuna mtu amenigusa, kwa sababu zipo nguvu zilimtoka. Kumbe na sisi tunapokuwa tunapitia katika magumu, unapoenda kwa machozi, unapoenda kwa kushuka, zipo nguvu zinamtoka Yesu kwa sababu ya kuja kukusaidia wewe. Alipoenda akagusa akasema kuna nguvu zimenitoka. Wanafunzi wake wakamwambia, si tupo watu wengi hapa tunasongamana, tupo watu wengi ndio, lakini kuna mtu sio kawaida amenigusa mimi. Kwa hiyo Mungu wetu bado ni mwaminifu, Mungu wetu bado anatupenda. Unapokuwa unapitia katika changamoto na katika magumu, kuliko kumkimbilia mwanadamu, jitahidi kumkimbilia Mungu. Mtu mwingine ni Ayubu. Ayubu alipitia changamoto, akapoteza kila kitu kwenye maisha yake unachokijua. Kama ni magari yalipotea, kama ni majumba yalipotea, kama ni mifugo ilipotea, yote. Na alikuwa na mifugo mingi imetajwa kwenye Biblia, ni mingi sana. Kiasi kwamba mwanadamu anapopoteza tu ng'ombe mmoja anaumia. Inakuwaje kwa mtu yule ambaye amepoteza kila kitu kwenye maisha yake? Na haijaishia hapo, bora poteze kila kitu, ubaki una afya. Hata afya akapigwa majipu mwili mzima. Lakini Mungu kwa sababu ni wa huruma, na kwa sababu Ayubu alitambua kwamba Mungu ndiye anayetoa na kisha ndiye huwa anatoa, akaamini kwamba Mungu wake bado atafanyaje? Atampigania. Ni nini? Kuna vitu vinatokea kwenye maisha yetu, kuna changamoto zinatutokea kwenye maisha, lakini si kwa sababu tu shetani, hapana. Kuna mambo mengine Mungu anayaruhusu yatutokee ili atupushi kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, ili atutoe katika sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa mfano, yule Yusufu alipitia katika shida nyingi, alipitia katika matatizo. Ndugu zake ilifika wakati wakamtenga na wakamuona hafai, lakini kwa sababu alimwamini Mungu, wakamtupa mpaka katika shimo refu. Walipomtupa pale, kuna watu wakawa wanapita wanaenda Misri, wakasema kuliko tumuue, damu yake ianguke juu yetu, tumuuze. Wakamuuza kwa vipande 20 vya fedha. Walivyomuuza, Yusufu akapelekwa Misri. Lakini kumbe hawakujua, walivyokuwa wanamuuza, walivyokuwa wanampiga teke, ndivyo walivyokuwa wanampushi, wanamsukuma kufikia zile baraka zake ambazo Mungu amemwandalia. Lakini pamoja na hayo yote, katika magumu aliyoyapitia, katika mateso aliyoyapitia juu ya ndugu zake, bado alipofanikiwa aliwasaidia ndugu zake, na bado alikuja kufanyika kama mkombozi wa familia yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kuna mambo mengine Mungu anayaachilia kwetu, si kwa sababu hatupendi, hapana. Anatamani atufikishe kwenye baraka zake. Na anasema kwamba unapoona unachokiomba kinakawia, ujue hicho kitu ni kikubwa, kiko katika matengenezo, kipo katika kuimarishwa, kipo katika kuandaliwa. Ndio maana kinaweza kikakufikia kwa kuchelewa, lakini ni kikubwa na kitadumu kwa muda mrefu kuliko vile vitu ambavyo tungevikimbilia vya haraka, alafu kumbe mwisho wake ni umauti na ubatili. Mtu mwingine ni Daudi. Daudi alikuwa na huzuni ya mateso na maadui.
Adui waliinuka juu ya Daudi. Daudi kama tunavyojua alikuwa ni kijana mdogo sana. Biblia inamtaja kama kijana mdogo sana. Alikuwa ni mtu ambaye ukimwangalia kwa macho ya kawaida utamdharau, ni mdogo. Hana kimo kirefu, hana unene wowote, hana upana wowote, ni mdogo. Lakini kwa sababu Mungu alitamani kuibeba huzuni yake katika yale yote aliyopitia, tunaona Daudi Mungu alikuja kumpa uwezo wa kumpiga mtu aliyekuwa mkubwa, wa kumpiga yule Goliati. Sasa kama Goliati alikuwa ni mkubwa na Daudi aliweza kumpiga, hizi shida zetu ni nini mbele za Mungu? Kwa hiyo zile changamoto unazozipitia, zile huzuni ambazo unahisi zipo katika maisha yako, zimefanyika kama chanzo cha maumivu na mateso, jua kwamba Mungu kuna wakati atabeba huzuni yako. Na huo wakati uliokubalika ni sasa. Ni wakati wa kwako wewe kupokea ule muujiza wako ambao Mungu anatamani kuachilia katika maisha yako. Unatakiwa kumwambia kwamba Mungu, sasa inatosha. Kwa sababu nimejua peke yako ndio unaweza kubeba huzuni yangu. Unamwambia Mungu, hapa inatosha. Mtu wa mwisho mwingine alikuwa ni Naomi. Naomi huyu alikuwa ni mama mkwe wa Rutu. Huyu Naomi alipitia katika changamoto nyingi. Alipokuwa amepitia katika mateso, naye alipoteza mume, akapoteza watoto. Lakini pamoja na hayo yote, Mungu alikuja kumuinulia mtu ambaye alikuwa ni Rutu. Alikuwa ni mke wa kijana wake. Yule Rutu akaja kuambatana naye, akasema kwamba kama tunavyojua katika ulimwengu wa sasa, mtu labda ameolewa sehemu fulani, anapokuwa amefiwa na mume wake, na wengine unakuta labda ni wadogo wadogo, mwingine anaamua kabisa anaenda kuolewa kwa mtu mwingine kwa sababu haina haja ya kuendelea kukaa pale na mwanaume hayupo. Lakini yule Rutu aliazimia moyoni mwake, akasemaje? Mimi nitaambatana na wewe popote utakapokuwa. Hii inatufundisha nini? Jitahidi kutafakari kitabu cha Isaya 43. Hicho ni kitabu ambacho niliwahi kufunuliwa mwaka 2022. Nilikuwa napitia katika changamoto ambayo hata ningemwelezea mwanadamu asingeweza kunielewa. Lakini katika machungu na katika kulia, ilikuwa ni takriban ndani ya miezi 6 mimi nilikuwa nikulia tu. Lakini Mungu akaja akaniwezesha kusoma kile kitabu. Ndio kitabu ambacho kilinipa faraja na ndio kitabu ambacho nakiishi mpaka leo. Ukisoma pale anasema kwamba ujapopita katika maji mengi hayatakugharikisha, na wala ujapopita katika moto hautakuteketeza. Kwa unaweza ukapitia katika changamoto nyingi, lakini bado Mungu hawezi akaruhusu ufe. Anasema kwamba nitakuinulia watu. Lakini unapobahatika Mungu amekuinulia watu, mwambie Mungu, endelea kuniletea watu ambao umewaachilia wabebe huzuni yangu. Kwa sababu Mungu anatumia wanadamu kumsaidia mtu kutoka katika shida. Unaweza ukawa unapitia katika tatizo labda ni la umaskini, lakini unapata mtu anakuwezesha. Unapitia katika changamoto ya kupata kazi, unapata mtu anakuunganisha, unapata kazi. Kwa unapokuwa Mungu amekuinulia wale watu ambao wamebeba huzuni yako, jitahidi sana kuwaombea kwa Mungu, jitahidi sana kuendelea kumshikilia Mungu. Utambue kwamba sio akili zako wala kwa mawazo yako mwenyewe. Nitamalizia na ile Mathayo 5:4. Heri wenye huzuni, maana hao watafarijika. Haijalishi unapitia huzuni ya namna gani, iwe ni katika familia yako, iwe ni katika kazi yako, iwe ni katika ndoa yako, iwe ni katika ukoo wako, unajua kabisa hii shida, lakini tambua kwamba heri wenye huzuni, maana hao watafarijiwa. Kikubwa cha kufanya ni kumwambia Mungu, nisaidie niendelee kuyaishi mapenzi yako, niendelee kudumu katika wewe. Na unapopitia katika yote ya huzuni zote, tambua kwamba Mungu aliyekuvusha jana anaweza kukuvusha hata leo. Mungu awabariki sana.